mama. Jua lile literemke mama, jua lile literemke mama. Mama. We, njoo hapa mbuni. Sikiliza nikwambie. Kwenye maisha yako, mshukuru sana anayekunyima mbaazi, maana anakupunguzia mashuzi. Na kwenye maisha yako ya kawaida, mheshimu sana mtu anayekusaidia katika majambo yako. Nimeipenda hiyo. Mimi ninapokupa tafsiri, nisikilize. Kwa sababu mkubwa ni dawa. Na dawa zote nimebuia. Ukitaka kujua hilo, leo nitakupa dawa. Umeona tabia ya jua? Linarudi, linaondoka. Angalia sana na wewe wasikurudisha wakakutoa. Nimeipenda hiyo. Majani kwa nini amwagii? Amwagii maji. Umeona majani haya? Majani mpaka inafikia stage majani yanainta. Usiuchafu. Wakaja TRA wakakukamata. Unafikiri mimi nitapata katika wakati gani? Utakuwa umenipa uchizi wewe. Ayu? Hebu kalete maji. Akiba mdogo nimeambia usitoke hapa. Changamka kalete maji. Usitoke hapa mdogo hapa. Dada, mimi nakuomba ungepunguza tu wasiwasi. Mimi nahisi mtoto atakuwa anaendelea vizuri, ila kuwa mvumilivu tu daktari mpaka atapotoa majibu. Maana pale ofisini pale nimeondoka na funguo na watu wananisubiria mimi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba nikuache kidogo. Sawa kaka. Nilikuwa naomba unisamehe kwa kile kilichotokea pale nyumbani. Ni vile nilikuwa nimechanganyikiwa sana na nilikuwa sielewi nini nifanye. Usijali. Kusaidiana ni jambo la kawaida kwa sisi binadamu. Cha muhimu tu ni kumuombea mtoto apate afya, maisha mengine yaendelee. Ila tu nitachokuomba, yani mgonjwa jinsi anavyoendelea, naomba unipe taarifa. Sawa, usijali. Sawa. Na pale si ndo nyumbani? Ndio, ndo nyumbani pale. Kaka, samahani lakini nilikuwa naomba namba yako. Kweli. Basi naomba nikuandikia. Asante. Utanibipu basi ili nipate kukuulizia. Sawa. Asante sana. Bamdogo. Vipi? Bamdogo. Sasa bamdogo. Wewe. Brother yuko wapi? Kaenda kwa shangazi. Kaenda kwa shangazi kuna nini?
Nasikia shangazi anaumwa. Kwani kimekuta nini ba mdogo? Mbona ameondoka, mimi hajaniambia chochote. Angeniambia kama kuna matatizo yametokea. Abada simu yangu. Au simu yako ilikuwa inaita? Airete hapa. Mbona hapatikani? Ametoka na simu yake kweli? Katoka nayo. Okay. Dada. Wewe dada, wewe ngoja. Ngoja kwanza. Ngoja. Mdogo. Dada. Vipi hali ya mtoto? Yaani dada, hata sielewi. Kwa sababu dokta kule ndio yupo anafanyia matibabu, sijajua kinachoendelea ni kitu gani. Nani ndugu wa mgonjwa? Njoo. Wewe Kimbu. So wewe. Awa. Mko wapi? Wapi? Mko wapi? Hebu sema bwana, mko wapi bwana? Hospitali? Napajua, nakuja. Karibu sana. Asante dokta. Pole. We ni nani kwa mgonjwa? Mlezi wa mgonjwa. Kwa sasa mgonjwa anaendelea vizuri. Tumepambania hali ya mtoto kwa mujibu wa vipimo. Tumegundua mtoto amemeza vidonge vya kupunguza makali ya HIV. What? Angalizo. Hizi dawa zinatakiwa zikae mbali na watoto. Yaani nyinyi walezi, wazazi, mnatakiwa muwe makini sana na watoto. Leo Mwenyezi Mungu amejalia mtoto tumefanikiwa, anaendelea vizuri. Iko siku mtakuja kulia. Kwa hiyo mnatakiwa muwe makini sana na hivi vitu. Mnapotumia dawa za aina yoyote, mnatakiwa muhifadhi mbali na watoto. So dokta, nikuelewa. Sasa utapitia reception ukafanya malipo. Nashukuru dokta. Karibu sana. Dada. Asante dokta. Mtoto anaendeleaje? Yupo sawa. Sasa kama mtoto yuko sawa, wewe unaelekea wapi sasa? Naelekea kumchukulia maji. Maana tulikupigia simu wewe ukao upatikani. Yupo na dada. Sawa. Wewe
Hebu wewe Su njoo hapa kwanza. Wewe unaenda wapi? Hebu kuja hapa. Wewe dada wewe. Naona sasa kibarua kimekushinda. Umesahau kabisa majukumu yako. Unashindwa kusimama katika majukumu yako, unaanza kurandaranda. Wewe dada wakuniachia mwanangu wewe mpaka anapitia katika hali hii. Wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini mpaka mtoto anapitia katika hali ile? Kwani yule Su anaweza kukushinda wewe? Su mpaka anafanya ujinga aliyoufanya na wewe dada unakaa una relax. Hivi sasa nina maana gani ya kuwa nimemwacha mtu nyumbani? Mimi nakaa katika majukumu yangu, najua kuna mtu nyumbani anamlea mwanangu, lakini kumbe wewe hamna akili, hamna kitu kichwani mwako wewe. Hapana kaka, sio hivyo. Su nimeshinda naye vizuri hapa nyumbani. Na unavyomjua Su alivyo msumbufu. Kanisumbua mchana kutwa. Namwambia njoo ule hataki, nambembeleza hiki hataki. Kaingia ndani kujifungia. Sasa mimi nikajitahidi kumuita ili aje basi hata nimpe chakula. Akawa hataki, kasusa kila kitu. Nilivyomchungulia ndio nikamkuta sijui alikuwa amekufa, hata sielewi. Wewe nitakukata kerbu wewe. Nikikupiga kibao changu my friend, ukikaa unaona kama unasikitika hivi. Kibao hadi ukilala unakiota. Usiniletee hayo mambo wewe. Yaani mimi nipambane, nikwambie ukweli. Mimi ninavyopambana napambana kwa sababu ya wanangu. Unanielewa? Ukiona napigana napambania maisha, ujue ni wanangu. Bora ucheze na mimi kiungo chochote katika mwili wangu, lakini usije ukacheza na mwanangu. Hata siku moja usijaribu wewe. Mimi nimekuamini wewe, ndio maana nakuacha na mtoto. Lakini ukitaka sasa uaminifu ukauondoa, mimi ni chizi kweli dada. Sasa kuanzia sasa hivi utaratibu wa humu ndani umebadilika. Maswala tena yawe kukaa kuangalia TV, stop. Maswala ya kukaa kuchukua sijui humu ndani unanyekenya unachukua kwenye fridge sijui ujuisi sijui, stop. Chochote utakachokifanya lazima engineer nijue. Na unatakiwa uwe bize kumhangaikia mwanangu kuliko shughuli yoyote humu ndani. Nimekwambia vizuri. Sawa kaka, nimekusikia. Tumeelewana? Sawa. Ondoka kupumbavu wewe. Kila ninavyokuangalia naona unanizidisha tu hasira zangu wewe. Kenge mmoja wewe. Kwani mimi nahangaika na mtoto Big Daddy nahangaika, namchukua mtoto nampeleka huku, nafanya hivi na hivi. Yote ni kwa sababu ya wanangu wewe. Kwani unanisumbua mimi kweli? Yaani unahangaika kweli, unaamua kabisa unisumbue mimi? Kwa kweli wewe umenishinda tabia. Wewe dada unanyekenya sana wewe. Wewe sasa hivi unanyekenya mno. Na nakwambia huu mfumo unaotengeneza sasa hivi utakuja kujutia kabisa, nakwambia. Nahangaika na wanangu mimi. Panyakaroa wewe. Kenge mdogo wewe. Shuwaini kabisa. Pumbavu. Dada unashindwa kunihurumia mimi? Nahangaika na pambana. Mbona nakusubiri chumbani muda wote haufiki? Mimi sinipo hapa. Nimeamua kutulia kidogo kwa sababu akili yangu naiona kama haiko sawa. Yaani vitu baadhi ambavyo napitia imekuwa ni too much kwangu. Ndio maana umeniona nimekaa hapa nimetulia. Mume wangu, kwa nini kuniambia siku zote kwa wewe ni mwasirika? Mimi maswala hayo ya kuasirika wapi na wapi? Hivi wewe mbona unaongea vitu ambavyo havieleweki wewe? Umeanza kuvurugwa nini wewe? Hivi wewe uko sawa lakini?
Kwa sababu unakuja mimi unaanza kuniambia masuala ya kuathirika na mimi wapi na wapi. Mbona kama unaniambia vitu viwili tofauti? Nisikilize nikwambie nani. Wewe niambie tu kwanza, nisikilize nikwambie mimi bwana, saa hizi nimeamua niachane na wewe. Nimeamua kuolewa na mtu mwingine, nimelipata rijibaba zuri. Niambie ili mradi uendelee na maisha yako, lakini usiletee drama unazoniletea. Naomba niambie ukweli mume wangu. Wewe niko na wewe kwa muda gani? Wewe si unakujaga hapa nyumbani, unakuja wewe unashinda wiki mbili. Si ungeona hivyo vitu unavyovisema? Alafu wewe unanichukuliaje wewe? Mimi na check up zote pale. Huwa naenda nafanya hivyo vitu. Nikuonyeshe pale vipimo vyangu, unione mimi niko vipi? Au nikachukua kipimo sasa hivi hapa nikipime alafu uone. Mimi najiamini wewe, na alafu najikubali kweli kweli. Huwezi kuniambia mimi masuala ya kuathirika wapi na mimi. Hebu usiazue wewe. Naomba niambie ukweli mume wangu. Unataka uniue mimi, upate faida gani? Kwa nini usiniambie tu? Kwa nini unifiche? Wewe unifiche mume wangu. Naomba niambie ukweli. Wewe kama umeanza changanyikiwa polepole wewe, usije kwa spidi. Usichanganyikiwe kwa spidi wewe. Alafu utakuwa kama mimi unazidi kunichanganya kwa sababu nashindwa kufanya mambo ya maana na nazidi tena kuvurugwa na vitu vingine. Bado nivurugwe na mwanangu, bado na wewe univuruge. Unaletea drama. Hizi drama wewe. Alafu hizi drama mimi mwenyewe nishazifanya sana wewe. Unachongea unamaanisha kuwa sio mwasirika? Mimi na wewe ndio inabidi ujiangalie kwenye swala la kuasirika na sio mimi. Kwa sababu mimi muda mrefu sana nafanya vipimo sana. Na kila siku naweza nikafanya vipimo wewe. Mimi na madaktari hata naongea nao kwenye simu wanakuja ambao wananifanyia vipimo. Wewe unaniletea swaga gani hizo? Wewe usilete drama wewe. Hebu nipunguzie mizigo basi. Nihurumie, kuna wakati ona hili zigo nilokutwisha kubwa. Lakini usizoezue tu. Jamani. Wewe hapana wewe. Hebu pumzika kidogo. Mimi sipendi bwana. Sipendi hivyo vitu unakuwa unaniambia mimi. Alafu niheshimu. Heshimu kwamba mimi ni mmeo. Hata kama sijakuoa uniheshimu wewe. Wewe una drama wewe. Wewe una drama. Mimi mwenyewe kweli nina drama lakini wewe umenizidi wewe. Wewe drama umezidi wewe. Wewe hadi Jet3 umemzidi kwa drama wewe. Wewe. Ile songanya ile la kabati. Halo. Mambo. Safi. Wema? Mimi mzima, hofu kwako. Kwangu mimi ondoa hofu, mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Ila namba hii ni ngeni, sijajua naongea na nani. Mimi ni yule mdada tuliokuwa wote pale hospitali ulionisaidia. Dogo anaendeleaje? Sasa hivi ya jambo tumesharuhusiwa. Ni jambo la kushukuru. Ila jitahidi kuwa makini bwana na mtoto. Hongera sana. Hongera sana. Mimi nipo hapa ofisini kwangu hapa. Unaona. Ila sasa hapa kutokana tunaendelea na kazi hapa. Mimi naomba nikupigie
baadaye, maana nilikuwa nahitaji namba yako tu. Vizuri umenipigia, mimi baadaye nitakupigia. Sasa hivi kidogo naomba kidogo, kuna jambo naliweka sawa hapa, alafu baadaye nitakupigia. Ndio basi, hiyo ndo namba yangu, isave basi. Haya. Wewe Dadi, umefuata nini chumbani kwangu? Nimekuja kukuangalia nijue pia afya yako ikoje, kwa sababu umepitia vitu vikubwa sana. na mimi kama dadi lazima nije na kujue hali yako, nijue maendeleo yako. Hivi sasa hizi unajisikiaje? Uko sawa kweli sasa hizi? Dadi, wewe ndo chanzo cha matatizo yote. Kila nikikwambia namtaka mdogo wangu Baby Soup, unisikii. Mimi kwani wewe Su, mimi ninavyozidi kupambana na wewe baba yako kila kitu kinachotokea mimi nakiwekea kati mwanangu, nakujali mimi na kuonyesha upendo, natamani kwamba na wewe uwe kama watoto wengine sasa hivi nimekufanyia vitu vikubwa sasa mwanangu nimeongea na baadhi ya watu, kuna vitu inabidi ufanyiwe ili mradi tukaenjoy sasa hivi, tuende beach tufanye nini mwanangu, tena mimi sikujali Dadi, ili ni trailer tu, bado movie kamili inakuja. Kwa hiyo wewe sasa unanitisha mimi, si ndio? Nakuuliza wewe wa kunitisha mimi? Wewe nitakupeleka kwa shangazi yako wewe. Naona sasa unaanza kunishinda wewe. Bora tu hata unipeleke kwa shangazi. Wewe baba gani usiowajali watoto wako? Uko sahihi. Mimi kweli ni baba mbaya. Mimi ni baba ambaye sitakiwi kushindika. Ila natamani Mungu angekufungulia kidogo. Ungeona vile baba yako anavyoteseka. Ungeona mapito baba yako ninayopitia kwa ajili yenu ninyi watoto. So mimi kweli ni baba mbaya. Mimi kweli ni baba ambaye natakiwa nilaumiwe, kwa sababu hata wanangu sijaweza kuwasimamia katika misingi ya Bwana. Baba mwenye tamaa, baba nimejiangalia mimi nitakuja
kama wewe.